Inaweza kuchukua miaka 2 au zaidi kuumudu ustadi huu kikamilifu. Na hadi sasa, ndege huyu mchanga amefaulu tu kujifunga mguu kwenye mmea wa mafunjo. Mto wa Nile ya Bluu unapoanza safari yake kutoka kwenye ziwa Victoria na baadaye ziwa Tana, hubeba maji yenye rutuba kupitia Ethiopia. Kingo zake ni miongoni mwa maeneo yenye rutuba zaidi barani Afrika. Hali hiyo hufanya eneo hili kuwa mahali pazuri kwa ndege anayehitaji mimea mibichi ili kuvutia mwenza. Madume wa Kwera Nguya hujenga viota vya ustadi mkubwa kuonyesha uwezo wao mbele ya majike wanaovichunguza kwa umakini. Viota vipya vya kijani kibichi ndivyo vinavyowavutia zaidi majike. Majike huruka kutoka kiota kimoja hadi kingine wakikikagua kwa umakini mkubwa. Viota vya zamani vilivyogeuka rangi ya kahawia havivutii tena. Hivyo, madume hao hulazimika kubomoa kazi yao yote na kuanza kujenga upya. Wengine hujaribu kutumia ujanja ili kuepuka kujenga tena, kufunika sehemu zilizokauka kwa kuongeza nyasi mpya za kijani. Lakini sio kila jike hudanganyika kwa urahisi. Ndege huyu kijana anajaribu kujenga mojawapo ya viota vyake vya kwanza kabisa. Inaweza kuchukua miaka kadhaa kumudu ujenzi huu mgumu na wa ustadi mkubwa. Hadi sasa, amefaulu tu kujifunga mguu kwenye mmea wa mafunjo. Jirani yake ana ustadi wa hali ya juu katika ujenzi, hivyo kila siku huenda mtoni kukusanya malighafi bora kabisa ambazo mto Blue Nile unaweza kutoa kwa ajili ya kujenga kiota. Pia amemudu kikamilifu ustadi wa kusuka na kufunga mafundo, ndiyo maana anapendwa sana na majike. Wakati jirani huyo yuko bize na mahaba, ndege huyo mchanga anapata nafasi ya kuiba baadhi ya vifaa vya ujenzi wa kiota. Lakini licha ya jitihada zake zote bado haonekani kupata mbinu sahihi. Labda mwaka ujao atakuwa na mafanikio zaidi, akitumia vizuri rutuba ya mto Nile kujenga kiota kitakachomletea mwenza.